Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mara nyingine tena, wapenzi watazamaji, katika kipindi chetu mwangaza wa maisha, katika kuangazia jamii na kuelimisha mengi ambayo hatuyajui. Kwa hiyo siku ya leo basi nimetayarisha mambo masaba ili wewe dada, aidha ni wewe mjane, aidha ni wewe usiokuwa na mume, uweze kupata mume atakayekufaa. Mambo masaba hao ukiyafuata utapata Superman. Kwa hiyo tunaanza na jambo la kwanza kabisa bila kukawiza. Jambo la kwanza rafiki yangu, know your limits. Jua mipaka yako kabisa katika mahusiano. Hapana kujiachia kwa mwanaume ambaye si maharimu wako. Kujiachia rafiki yangu kuna dhalilisha. Kujiachia kuna mfanya mwanaume aone kama haufai. Kujiachia unafichua ile siri ambayo labda ingekuwa ni siri ingemfanya yako wewe haraka. Kujiachia ni jambo libaya sana. Kuwa na mipaka katika mahusiano, jielewe, jitambue. Na pia vile vile jua wewe kama ni mtoto ambaye umeleleka kidini. Kuwa na mipaka ya dini yako, usikimbili sana hayo mambo, maana hayo utayakuta kwenye ndoa. Usifanye kile ambacho kitamuudhi Mola wako na kikakufanya wewe ukaonekana kama haufai. Kwa hiyo ukitaka mwanaume kabisa aone kama wewe ni mwanamke mwenye ambaye anafaa kuwa mke kabisa bora, basi kuwa na mipaka katika mahusiano. Jua hapa ninaishia hapa ninafanya. Kwa hiyo hapo nafikiri umenitambua rafiki yangu. Twende haraka katika jambo la pili. Jambo la pili, don't force love. Usishurutishe mapenzi. Wanawake wengi wanapenda sana kushurutisha. Mfano, unaamka asubuhi unaanza fujo tayari. Kwa nini hukuniandikia message? Kwa nini haukuniaga usiku kabla kulala? Kwa nini zinakuwa nyingi na kwa kama kero kwa mwanaume? Kwa nini haujanifanyia hivi? Napenda voice yako nikiamka. Napenda nikilala unifanyie hivi. Napenda uletee ua. Napenda hivi. No. Acha mwenyewe avijihisi kwenye hisia zake, vitoke kwenye nafsi yake. Acha kabisa hayo mambo ya kutaka kuforce. Mapenzi huwa hayalazimishi. Mapenzi ni hisia. Yeye mwenyewe ajiambie leo na hivi nataka kulala, acha nimwage mchumba wangu. Hivi nimeamka, acha nimjulie hali. Mwenyewe vitoke kwenye moyo wako, usingoje kuforce mapenzi. Mapenzi ya kufosiwa anaweza kafanya sababu ya kukuhofu ama ukataka kukasirikisha, lakini haviko moyoni. Wakati unakuwa mke itakupa tabu sana. Kwa hiyo usifanye hilo jambo la kuweza kuforce mapenzi. Hilo litakusaidia sana katika mahusiano. Jambo la tatu rafiki yangu, bila kukawia kabisa, jifunze jinsi ya prioritize men. Yaani mpe umuhimu wake katika mahusiano. Wanawake wengi tunapenda kila majukumu yao kwetu. Hata ukitaka kutoka na mtu unataka uende upange, akitaka kununua hiki uende upange kama mwanamke, akitaka kufanya no. Just mpe ule umuhimu wa kuchukua maamuzi. Maana mwanaume katika uchumba anakusoma, ajue wewe ni nani na unatamani nini. Sasa mpe priority ili naye achukue maamuzi yeye kama yeye. Mchumba wangu mimi nitakufanya hivyo, unaonaje? Unamwambia hapana, chukua maamuzi wewe, mimi nitakubaliana nayo. Kidogo zinazidisha huba na kuona kama huyu hata nikimuoa hata ndani ya ndoa ataniachia nichukue maamuzi, sababu kila mwanaume duniani anapenda kuwa kiongozi, na si wenyewe Mwenyezi Mungu ndo kawapa daraja ar-rijali qawwamuna 'ala an-nisaa. Mwanaume ni kiongozi, basi mpe uongozi wake kwenye uchumba hadi atakapokuoa, ataona basi huyu ni mke ambaye ananifaa. Ukitaka kupata mume anayekufaa, fuata huyu ushauri wangu. Jambo la 4 bila kukawia ndugu yangu msikilizaji, don't be too needy. Usiwi mtu wa mahitaji kila wakati. Kila dakika unamwomba mchumba anahitaji hiki. Hadi mpaka hivi sasa na familia wakiona mtu amepata mchumba, mwambie tuuze sukari, mwambie maharage, mwambie alipe nyumba, mwambie hivi. No, unamchokesha. Usimfanye mchumba wako akaja kuona kama wewe umekuwa mzigo kwake. Mfanye mchumba wako aone kama hapa nitapata mke bora ambaye atanisaidia katika maisha. Yale mambo mengi ambayo ulikuwa unahitaji hauna naye, Mwenyezi Mungu alikuwa anajua bisa atayakupa kwa njia fulani. Basi endelea hivyo, muombe kitu kwa wakati unaofaa.
kwa muda mwafaka. Sio kila wakati mchumba wangu nataka hivi, mafuta, parfum, sijui nifanye hivi. Anachoka roho. Usimchoshi kabla hajakuoa. Usimuoneshe kama ukishaolewa basi ndo hata kuaga tena na amani, utakuwa unahitaji bazehi, uende harusini, utaji hivi. No. Just kuwa na mpaka katika kuomba. Ukiwa mtu wa hitaji sana, unaweza kuliharibu penzi. Sasa ukitaka mwanaume akusome vizuri, aone kama wewe unafaa, basi ni kule kumuomba sana na kushurutisha familia yako imuombe. Hivyo vinaharibu sana mahusiano. Kwa hiyo don't be too needy. Jambo la 5 bila kuchelewa kabisa, compliment and show appreciation. Kuwa na kile kitu cha kumsifu umpendaye. Wanawake wengi tumependa sifa, yes. Ni ada yetu, sisi tunapenda kusifika, tukipika tuambie tumepika vizuri, tukiiva tuambie tumependeza. Lakini tukumbuke kama na mwanaume pia ana hisia, na anapenda kusikia mazuri kutoka kwako. Kwanza kuwa na maneno mazuri kwake. Mwambie maneno ya heshima, maneno hapana ya kumuudhi. Kitu cha pili, kuwa na ule mwanamke wa kuweza kusifu. Huenda amekufanyia kitu kizuri, mwambie I like the way you keep your promises. Napenda jinsi unavyotimiza ahadi zako. Au I like the way napenda jinsi unavyotumika kazi zako. Napenda jinsi wewe ni mtu ambaye haupotezi muda katika upuuzi. Napenda jinsi unavyovaa, unanipendezea. So and so vinaboresha mapenzi, na mwanaume anaona yes, niko na mwanamke ambaye ananipa nguvu fulani, na kesho anaweza kujifikiria kuweza kukuoa sababu ya kile kitu kizuri. Sio ukae wewe tu ndo unataka sifa, na yeye pia msifu, sababu sisi wote tuna roho na sisi wote tunapenda vizuri. Hakuna anayependa kusikia vibaya katika maisha yake. Jambo la 6, rafiki yangu, na kushauri katika kipindi chetu cha Mwangaza kuangazie kabisa. Don't be clingy. Usitaki kumganda mwanaume kama ruba. Unakuwa super glue. Mwanaume mwenye hajakuoa, unataka akiwa kazini simu. Uko wapi? Nakuja. Mara ukimkosa utafuta hata rafiki yake. Mbona simuoni? Nini? Akienda kazi, akitoka kazini anataka apumzike, amechoka. Huyo umeshachukua bisi bajaji, huyo ushakwenda nyumbani kwake jamani. Mapenzi karaha. Wakati mwingine mwanaume anataka kurelax, ametoka kazini, anataka afikirie, ajue apange mambo yake, lakini kila saa unamganda. Kulikoni kulizalisha ile penzi, unaniletea mushkila, unaniletea mkaraha. Anakuwa naona I don't have a space. Sina hata muda wa kuchukua hali ya hewa. Yani sina muda wa kufikiria huyu mwanamke kila dakika ni yeye na mimi. Kuna wakati mwingine yuko kazini anakuta simama kwenye mlango wa kazi kama bodyguard. Utafikiri wewe ni mchungaji wake, unamsubiri, ukijifikiri kwamba atakuwa na wengine mwanamke, labda ataenda fasi fulani. No, jiamini rafiki yangu. Wewe mwanaume aliangalia wanawake wote, hakujali, amekujali wewe, amekupenda wewe. Kwa hiyo jiamini, jipe amani. Usijikoseshe amani. Mwanaume yeye anastahili kufanya kitu, akienda safari ndio kabisa unataka umgande ufanye. No. Haipendezi mwanamke kumganda mwanaume namna hiyo. Muache nafasi. Akikuomba anataka space, mpe na nafasi afikirie, mpe na nafasi. Akitaka kusafiri muachie, mfungie kabisa na begi, muachie aende. Hicho ni kitu cha kawaida sana. Lakini ukiwa na mganda sana, kesho atahofu hata kukuoa, akihisi kama anaenda kupata karaha tena sio furaha. Ushauri wangu mwingine, jambo la mwisho kabisa, be yourself. Kuwa wewe kama wewe. Mara nyingi sana wanawake wako wanapata hata wachumba wako Dubai, wako wapi, wakitaka kutumia mapicha wanajibeautify, wanajifanya rangi ambazo sio za kwao. Be natural. Kuwa wewe kama wewe jinsi ulivyo. Jiamini. Kama ni Mungu alikubarikia kuwa huyo ni mchumba wako, atakuwa mchumba wako kwa hali zote. Lakini hapana kujifekisha. Unajifanya unakuwa fake, originality yote unatupa nje. Sababu gani? Unatafuta mapenzi. Au wengine wanajifanya kama hivi na mchumba cha anaanza kuongea sauti ya chini, akiyorobeka, anaongelea sauti ya chini, wakati mwanaume anamuoa anakuwa simba ndani, anawaka, anakuwa na sauti ya ajabu. Hapana. Hiyo linaweza kukuharibia penzi vibaya sana. Muache mwanaume akujue jinsi ulivyo, akuzoea, ajue namuoa nani. Be natural. Hapana kujifotocopy right. Ni makosa sana. Usijifanye copy na hali ya kuwa wewe original yako ni hivi. Usijorobeki na hali ya kuwa wewe kazi kawaida yako ni hivi. Kuwa wewe kama wewe, be yourself.
ajue kama huyu mwanamke wangu anapenda kucheka, huyu mwanamke wangu anapenda ibada, huyu mwanamke wangu anapenda avijue vya ukweli, hapana kujifekisha. Tulishaona mambo mengi sana, wanawake wengi wanajifanya kopi, mwanaume akija akiona sura ni nyingine anamwacha. Kwa hiyo tuonane next time kwenye kipindi chetu mwangaza wa maisha. Leo ilikuwa ni yale machache ya kukumbusha mabinti na wale wasiokuwa na waume mambo masaba ambao unaweza kufanya ili uboreshe mahusiano na kumpata mume anayekufaa. Kwa hiyo next time inshallah Mwenyezi Mungu akutubariki. Ukitaka kupata mengi zaidi usisahau kwenda kwenye Mugisha TV, andika kipindi Mwangaza. Don't forget to subscribe, like and comment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.